na akakufa kwa ajili ya wenye dhambi. Alipokufa Mungu alimfufua kutoka wafu, na hii ni ishara ya kuonyesha Kristo amependa ulimwengu, amejitoa kwa msalaba kwa ajili ya mkosaji, amelipa deni lote pale msalabani. Ni mwenye dhambi atoe roho yake amwamini Mungu, ya kwamba Mungu amemshinda shetani kuzimu, amemnyang'anya ufunguo wa mauti, na amekaa mkono wa kuume wa Mungu. Kwa moyo wako uamini ya kwamba Mungu alipenda ulimwengu akatoa mwanawe akakufa kwa ajili ya wenye dhambi. Kwa kila chako ukiri hivyo hivyo, unaokoka. Amen. Hallelujah. Juzi nilipatana na kijana ambaye ni mhubiri mdogo. Sijui alipata simu yangu wapi, sijui nani alipatia. Lakini nikamuuliza maswali mpaka akatoka jasho. Maana nilimuuliza umeokoka, akaniambia nimeokoka. Kamwambia sasa nisaidie pia mimi niokoke. Wokovu unafanya namna gani? Akaniambia unamwamini Mungu. Maliza sasa. Akasema unaacha dhambi. Nikamwambia wewe umeacha. Wewe umeacha. Nikamuonyesha una simu, akasema niko naye. Hii umetumia kudanganya mara ngapi watu? Amen. Hallelujah. Ilazimisha niende nimletee Biblia na asome, adhibitishe kila ambacho anasema. Unaweza kuja kanisani kwa sababu umefuata dada yako au jamii yako au rafiki yako, lakini bado haujaokoka. Amen. Yesu anasema si wote waitao Bwana Bwana kama wanaenda mbinguni. Unaweza kuwa hapa unataka upite mtihani, unataka pengine upate Bwana, unataka upate mtoto, unataka upone, kama lengo yako ni tofauti na wokovu. Lakini kila ambacho tunakaribisha maisha yako ni kwamba ukubali Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Kuna ile Jumapili ya chini iliyopita ambayo watu waliamua kama wanataka kuokoka. Hao watu wako hapo, wale ambao walikuwa hiyo siku wakasema, niliona hapa vijana karibu 5. Msichana mmoja hapa wakasema sisi tunataka kuokoka. Wako hapo kama wamekuja leo. Siwezi kukumbuka hiyo siku, nakumbuka ya kwamba nilikuwa hapa. Wako wapi? Wale ambao walisema ya kwamba tunafanya uamuzi wa kuokoka. Where are they? Hawakukuja mmoja. Amen. Hallelujah. Mwatafuta hao wengine sababu wanataka wakunywe maziwa ndio wafike kwa chakula kigumu. Watu huanza hivyo, wakimaliza kuzaliwa wanakosa mlezi. Wewe ambao unaishi na huyo mtu ambao ameokoka, wewe ambao unajua huyo jirani yako ambao ameokoka, unahitaji kumlea, kumtia bidii kuja kanisani, akunywe maziwa, mafundisho ya kwanza ya wokovu, kusimama aanze kukula nyama. Usifikiri kwa mtu akiokoka sasa atakuja katika kanisani. Anahitaji baba mlezi na mama mlezi, mtu wa kumshika mkono. Ukizaa mtoto wako hawezi anza kutembelea hapo na kukula. Unamweza kumnyonyesha, unamuonyesha matiti. Ndio sasa hiyo chakula chake cha kwanza cha kumwezesha kuwa mtu. Amen. Huyo mtu ukimwacha, damu yake akikufa katika damu inakuja juu yako wewe uliokoka.
Na siku ya hukumu watu watashangaa, maana waliua watu wengi. Watu watashangaa kwa dhambi ambao walifanya kwa siri. Watu watashangaa wakiona watoto walioavya katika choo wanalia wakiwaandama. Sasa unahitaji kupata nguvu na kushinda dhambi. Unahitaji utoe huo mzigo. Zaburi 32 mstari wa kwanza hata 2 tusomee. Psalms 32 verse 1 to 2. Zaburi 32 1 hadi 2.